We can change the seasons and time. We can change every circumstance. We can override every plan of the enemy. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. I double dare you to go deeper. 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 I come to the kingdom of fire. I come to challenge us. I come to challenge us. May the fire burn. May the fire burn in our heart. May the fire burn in our heart. May the fire of God burn in our heart. Katika jina la Yesu, tunakataa emptiness in our services, emptiness. Tunakataa emptiness. Tunakataa eloquence of men. Tunakataa hekima ya mwanadamu. We want to go to another level. The level of power. The level of power. The level of power. That it may walk in the level of power. That it may walk in the level of power. The level of power. The level of encounter. The level of encounter. That our head lack no oil. Oh, that our garments always be white. Our head lack no oil. Our head lack no oil. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. And Ecclesiastes 9:4. That our head lack no oil. And our garment always be white. That is our prayer, the prayer of purity. That our head lack no oil, and our garments always be white. As we walk in purity, as we desire more oil, we move in power. Father, thank you because of that moment. Father, thank you because of every prayer that your people pray. Lord, you have heard and you have answered. Father, we thank you for the new level. We thank you for your grace. We thank you for the anointing of prayer and supplication in our midst, in the mighty name of Jesus. And thank you because of your word. Even as we going to settle in your word, Lord, I Father, pray for your anointing and your grace upon your servant. In Jesus' mighty name we pray. Tunaweza simama tukapiga makofi tunapomkaribisha our teacher to instruct us. God is going to bless you. Thank you very much. You can have your seats. We are blessed to be in the house. Apology for the time has been taken nikiuja kwa njia, but we thank God that we are in the house. We thank God for this morning ambao Bwana ametuleta katika nyumba yake na ili tukaweze kulishiriki neno na kumwabudu, na ni heshima kuu hata kulishiriki neno asubuhi ya leo mbele ya mwalimu wangu, my bishop, and I would like to thank God for that opportunity that I have been given to share the word. Therefore, this morning tunaendelea na our topic. Can you remember what we were doing studies on Sunday? On Sunday we were talking about characteristics of a true Christian. Yeah, settle down so that we may start. Na mtu awe na Bible yake na microphone so that you may help me. I'm going to do review kidogo kwa wale ambao hawakukua. Tulisema characteristic number 1 ya a true Christian, he must be born again, a new birth. Now number 2, that one we read from John chapter 3 verse 5 about Nicodemus alipouliza mtu anawezaje kuzaliwa mara ya pili, and Jesus explained that very well to him. It's like I was just going through whatever our dad has been teaching. The other thing is growth. Number 2, characteristic of a true Christian, number 2 is a growth. Ni lazima aonyeshe kukua. Na tukasema mtoto akizaliwa akikoza kukua, mzazi anaweza kuwa na shida mingi sana. Aone tu amekuwa brikimo, ama ni mtu ambaye harefuki wala hanenepi katika kimo chake. Na tukaona that one is 2 Peter chapter 3 and verses number 18, where Petro was saying we must grow in the grace. I remember these things tumepitia pamoja, so I was just
trying to bring a review. Number 3, you must have a new dress. New dress. Lazima uwe na nguo mpya. Na mimi sikuongea kuhusu nguo hizi tunafaa. Ni vizuri kuwa na nguo mpya physical. Lakini tukaangalia tukaona ya kwamba kuna watu huwa na nguo mpya ile physical, lakini nguo ile ya ndani bado haibadiliki na ingine imekuwa na imechakaa. Number 3 or number 4, you must have a radiant life. Maisha inayong'aa na inaonyesha utukufu wa Mungu. Matthew chapter 5 and verse 16. Tunaambiwa sisi ni nuru ya ulimwengu. So wherever we shall be, ni lazima tuonyeshe wokovu wetu kwa wale ambao tunaishi pamoja na wao. And number 5, sote tulisoma, nataka tufike mahali tulikuwa, ni character building. Character building. Na character building hiyo tuliball our first in the book of Matthew chapter 5 and verse number 24 about the 2 builders. The first builder ni ule alijenga kwa mchanga na wa pili akajenga juu ya mwamba. So tunaonyeshwa kama wewe ni Mkristo wa kweli, you must build on a firm and a strong foundation. And the last one wenye tulikuwa tumefika, tulikuwa tunaongea kuhusu fellowship. Mtu huyu ambaye ana tabia za Mkristo wa kweli, ana ushirika. Na tukaona huu ushirika ni ushirika, I'm sorry to say, kwa sababu wakati mwingine Mkristo ambaye anataka kukua ni lazima awe available hata mashirika ya watu wengine. Kama ni mashirika ya nyumbani, kama ni mashirika hapa kanisani, maana kula mlo moja katika juma unaweza kuwa umekoda sana. Kisemekana utakula mara moja kwa wiki. Umekula tu hapa Jumapili na ikifika hapo wewe hauna mahali pengine pakula. Na tunapoendelea na maisha utapata ya kwamba mtu wako wa kiroho anazidi kukonda. Na ile ushirika tena unatiana joto. Tunaambiwa na maandiko proverb ya kwamba chuma hunoa chuma. This one we read from the book of Luke chapter 24, na hapo ndio tutaanza, and verses number 32. Luke 24 and verse 32. Hapo ndipo tulimalizia, and that's where I want to start from. Luke 24 and verse 32. Nasema, and they said to one another, did our heart burn within us while he talked with us on the road, and while he opened the scriptures to us? These were 2 disciples after the death. Nimesoma kwa sababu tulikuwa already tumesoma, and we wanted to have a good start from there. After the death of Jesus, na akazikwa na akawa ameshafufuka, tulisema how many times did Jesus appear before he ascended to heaven? He appeared to his disciples 10 appearances. Na tukasema siku moja tutasiangalia. And this is one of them. Akiwa hajapaa mbinguni, ametokea juu ya wale wanafunzi wawili wakiwa kwa ile barabara ya Emmaus. Na wanaenda wakichat, wanaulizana, huyu alikuwa amesema atakufa na atafufuka, na amezaa kufa na amezikwa, na mbona hatujasikia? Wanaenda wakiulizana, but Yesu anaungana pamoja na wao katika ule ushirika wao, na anaendelea kuwauliza maswali. Na wanamuuliza, kwani wewe hutasikia hii maneno? Lakini wanapoongea pale wanasema, wakati alipokuwa pamoja nasi akiongea, mioyo yetu ilisikia
kufurahia. He said unto one another, did our heart burn within us while he talked with us on the road? So ni baada ya kuwatokea na kuondoka. And while he opened the scriptures to us. Ina maana ya kwamba ushirika ni mahali ambapo ule akona ufahamu katika eneo fulani ya maandiko anaweza akafungulia mwenzake ama mwingine maandiko yale na akapata kuelewa zaidi. Kwa hivyo tunakuwa zaidi katika ushirika. And I said here, most of us here we are products of the fellowships. Fellowship ya katikati ya juma, fellowship ya nyumbani, fellowship ya hapa hata wakati tunapo lishiriki neno unampata limefunguliwa na mwenzako ama mtu mwingine kwa njia ambayo hukuelewa. Karakta ingine ya Mkristo wa kweli ni yeye ni lazima awe a son. Sonship. Huyu ni mtu ambaye amefanyika mwana wa Mungu ama mwana katika ufalme. In this house there are those who are born again and are members of this church. And there are also those who are sons. And a son is somebody ambaye anaboro character za baba yake. All akona haki ya urithi katika ile boma mahali wewe umezaliwa. Na in the kingdom of God, John chapter 1 and verse number 12, this is a very well-known scripture. John chapter 1 and verse number 12. Somebody read for us. We start from there now. Read. Yohana 1:12. Aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio wale waaminiao jina lake. Amen. Good. Thank you, Pastor. Reverend. I think it will be to Zoe on the way. So, unapoangalia hii scripture, sio wote ambao wanafanyika wana katika ufalme wa Mungu. Ni wale ambao wameliamini jina lake na hao ndio wanakuwa wameunganishwa katika ufalme na kufanyika wana. So, in the kingdom or in our ministry or in the church, unapata ya kwamba tunaweza kuwa umati mkubwa, lakini wana ni wale ambao wanaliamini jina la Kristo Yesu. But as many as received him, to them he gave the right to become sons of God. So kuna wale ambao bado, let me just say this, kuna watu wa Mungu na kuna wana wa Mungu. Watu wa Mungu na wana wa Mungu. Wana ni wale ambao already wamezielewa zile kanuni za ufalme wa huyo Mungu na wamesifuata na wamekaa kama huo ufalme. So wanakuwa ni rahisi kuhesabiwa kama wana ama kurithi katika ufalme wa baba yao. Bila kuenda zaidi ya hiyo, maana leo ningetaka tumalize hili somo kwa muda ambao tuko naye, na ningetaka tuangalie another thing. Mtu mwingine ambaye ni Mkristo wa kweli. Katika Ukristo kuna kitu inaitwa education. I think leo tulikuwa na mjadala kidogo jana, na hata wazazi wengi wale mko na watoto kama mimi tuna mjadala kwa sababu shule inarudi, watoto wanarudi shule kesho, na wengine Tuesday na wengine Wednesday. Na unapata kuna vitabu na kuna uniform na kuna vitu mingi, hata karo inahitajika. The same thing applies to Mkristo ambaye ameingia katika ufalme. Kuna education, kuna masomo ya ufalme huu. Bwana asifiwe. Na ndio mtu ahitimu apewe diploma, degree or certificate, ni lazima apitie kwa a certain syllabus. Na tukiwa katika Bible study, our main textbook is Bible. Bwana asifiwe. And you must be a student
of the word. Like wakati tulikuwa kwa Bible school na mwalimu wangu wako hapa, kuna vitu mingi tulijifunza, na one of the things nilijifunza ni kama ile umesikia nikitaja, the appearances. Hii inaweza kuwa iko bali sana, lakini ilibidi niingie kwa maandiko na nitafute kila mahali aliapia. So hiyo ni Christian education, ni masomo ambayo Mkristo mwenyewe unasomeshwa na ingine wewe unaongeza radha. Maana mwalimu hawezi kuwa na wewe usiku na mchana, but you have the Bible day and night. You be a student of that book. Now in this na hakuna kitu mpya mimi naleta hapa. In fact ukisikiliza whatever I'm saying, I'm just moving around whatever mwalimu wetu amekuwa akisema. Ukisikiliza ni vile tu naweza kuwa nimeibatisha jina tofauti lakini ni ile tu tulikuwa tunajifunza. John chapter 8 and verses number 31 and 32. Already nikifungua hapo unakumbuka hilo somo tukifunzwa hapa, na hapo tulisikia ya kwamba you shall know what? The truth. Let us read tusipoteze ule uzito wa neno la Mungu. John 8:31 and to 32. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, nyinyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka uhuru. Yes. Na hiyo kweli itaweka huru. Yeah, it is enough that. Thank you. Ukiendelea kusoma, maana tulisoma in the last class about tulikuwa nayo na Bishop, we remember tuliendelea kusoma mpaka story ya Abraham. Maana wao waliuliza, sasa sisi unatuambia tuko watumwa aje? Akawaambia mungekuwa watu wana wa Abraham kama vile mnakiri nyinyi, mungekuwa mmesaifahamu hii kweli. Those are the following verses zenye zinafuata verse 33. They answered him, we are Abraham's descendant and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Now, I wanted you to uelewe ya kwamba walijaribu kuleta even argument kuonyesha wao sio watumwa. But Jesus wakijitetea na Abrahamu, naye Abrahamu anawaonyesha, naye Yesu anawaonyesha even Abraham hakukuwa hivyo nyinyi mko. So kwa ufalme wa Mungu kuna Christian education. Na hii education kuna wale ambao who drop on the way. Wengine wanafika class 8 ya Ukristo, wengine wanafika class 4, wengine wanafika form 4, wengine mpaka wana graduate, wanapewa degree na diplomas. Those are the people ambao unapatana na wao huko, hawajali challenges zinapokuja, wanapigana nazo, wako na spiritual muscles, wamefanya wrestling ya kiroho, wame-wrestle na maandiko na wameenda wame-graduate. And I want to believe that whoever is here will become a student in this class. Mwalimu wako, the senior teacher who is our Lord Jesus, has given us a manual. And this manual has a lot of things. On Wednesday last week, nilikuwa tunacheka hapa, tukiwa tumeangalia neno moja ambalo tumesoma na tunapitia kwa maandiko. But mimi nilipofika hapo, nilikuwa glued hapo, nikaona hii kitu ilikuwaga hapa ama nikukuja imekuja. Because tulisikia ya kwamba in that time wale watu walimuona Mungu, wakakula na yeye na wakakunywa na yeye katika ule mlima Sinai. So in these things, wakati unapoendelea kujifunza, unakuwa na kila mwaka unapata graduation. Watoto wetu wale wanasoma, kimaliza mwaka huu kaagi kwa class moja, unapelekwa the next class. Na ninaamini wakimaliza hii third term watapelekwa next year a new class. The same
thing applies to Christian life. We must grow. Tutoke kwa darasa moja, mtoto akijifunza kuongea hutaja ba na ma, na tukasema there are people who have a same story ya kuongea wakati wana give their testimonies, and they should outgrow that. Na tukasema hata maombi, kuna wale wako na formality fulani, maana yeye alikataa kusoma hata masomo ya maombi. Unajua kuna class ya maombi. The more you continue praying, the more you continue knowing how to pray. The more you continue worshiping, your worship mpya zinazidi. Even the study of the word. Now let us go to another thing about ni ya Mkristo. So Mkristo wowote wa kweli, wakati unapotaja andiko lolote, mara mingi ukinipata mimi utanipata niko na kalamu na niko na notebook. It does not matter who is preaching or who is teaching. I normally note somewhere, because in other time nitaenda kuangalia kama wale the church, the Berean church ambayo imeongelewa katika maandiko. Those are people ambao baada ya mahubiri kuisha hawatosheki na hiyo mahubiri imehubiriwa. They carry you up their Bibles and their notebooks. They go back to their study room. Kwa nachekesha watu wangu, kuna mahali wananionaga nikiwa nimekaa, nikionekana nimekaa kwa kona fulani in a certain angle, nobody will come closer to that area, because they know that is now in studies, na wanajua sitaki disturbance, ama wanajua kuna kitu ninatafuta. And that time hata kama kuna mtu atakuja kwa hekima, kwa njia ya utaratibu. I don't know why watu wengi tunatenga wakati wa mambo mengi hata kuwatch hizo vipindi. Especially tukitangaza ushirika, unapata kuna mtu fulani hawezi kuja kwa ushirika kwa sababu kuna kipindi fulani inakujaga masaa fulani jioni. Uko na kipindi chako cha kustudy the word of God, wewe na Mungu, unakaa kwa kameza kako na Mungu. Sasa ni wewe una communicate na Mungu na maandiko na neno lake. Now that's the character of a true Christian. Christian education, unautafuta ukweli. Jesus told the disciples, Petro, pale katika John 5, launch into the deep. Maandiko, the real truth, on the inspired truth, or inspired word of God, is not found on the shallow waters, on the shallow ground. Is found on the deep. Ni lazima ukubali kuingia katika udani wa maandiko, katika udani wa Kristo. That's when there is a saying that says, you only know God at the level you have interacted with him. Utamjua Mungu kiwango kile umeingia na kujuana na yeye na kumtafuta wewe. Huwezi kumjua zaidi ya ile hujamtafuta. Na mengine amejificha katika neno lake. There is also another scripture, that one I don't remember very well, but there is another time Jesus appeared to the disciples. I think Mark 16 or something closer to that. Kuna mahali alisema, he opened their minds that they may understand the scriptures. So our minds must be opened. Kuna mtu wa kufungua maidi zetu ndio tuweze kuelewa maandiko. So kuna opener. Na huyu mtu ni lazima uwe na ushirika na yeye ndiye open. Akisha open, there was a time I was telling people tukiwa tunahudumu mahali, when you continue seeking God na kumtumikia, there is wale mnadili na computer system, kuna sile portal unafungua, is also a portal of heaven. Hello? Portal of heaven will open when you continue going closer to that same God and that scripture. Kuna mahali portal hufunguka, unasikia some inspiration zingine hata huko unastarajia na zinaanza kuflow peke yake. So we are talking about characteristics of a true Christian. Another character, number 9, it is a character of service. Mtu ambaye anaweza kutumika. Character of service. There is a problem. Let us read 1 Timothy 6 and verse 18. 1 Timothy 6
and verses number 18. If you are there, you can read so that tuendelee haraka. Mhm. 6:18. Mhm. Let us start verse 17. Read verse 17, then we get what inajaribu kuelezea. Atupae vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Then 18 now. Watenda mema wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo. Yes, thank you. Now, I want you to get the last portion of that verse number 18, ready to give willingly or to share. Not when I'm talking about giving, there are a lot of people think giving involves only money or some substances yenye unaweza shika. Giving also involves giving that service, that gift ambao umepewa na Mungu, put it into work. Tumikia wengine na kile kipawa chako. Tumikia wengine na kama unaweza enda to an extent ya hiyo uwezo umepewa, whether ya kifedha, ya kimali, tumikia watu wengine. Na wengine tuko na vipawa ambazo ndio situmike, ni lazima tulipwe. It's a very sensitive area, but I think I have a cover of my dad here. Ninapoongea hivyo ndio niweze kusafu kwa jambo lolote, ni lazima mimi nipewe kitu. Okay, not bad if it's necessary, but sisi vipawa zingine tulipewa na Mungu bure. Service. Tunapokuja kwa ibada kama hii ya leo, sumekuja service. Service kuna ule mtu hufanya hiyo service. You conduct service. Unapopeleka gari garage, sinapeleka kwa service. Kuna mtu wa kufanya hiyo gari service. Analipo kulingana na experience yake. But when we come into the kingdom of God, kuna services zingine tunastahili kufanya bila kutarajia kulipwa na nani? Kwa nini mnanyamaza? Bila kutarajia kulipwa na mtu. Hello? Hiyo najua ni sensitive na hiyo ni kali sana. But we must be ready to swallow the bitter pill. Because wakati mwingine Mungu anakugojea, hicho kipawa alikupatia. Ukishakifanyisha kazi. Do you know hakuna wakati Mungu ako na deni ya mtu na hata kubali kuwa na deni ya mtu. God faithfully. Kuna wakati Mungu anaona wigu lako la utumishi limejaa, na sasa ni lazima mvua inyeshe. Na mvua ikinyesha, hata ujaribu kuweka mabati na vizuizi na vikwazo, ni lazima mvua itafikia mtu mwenye wigu lake limejaa maji. So in service, Mkristo wowote ni lazima awe ready kutumika kwa capacity yoyote kulingana na uwezo ambao Mungu amekupatia. Na hata kama umepewa mali mingi, that's where ninataka kumalizia. Saa ingine wewe hiyo mali wacha itumike kwa business. Wale ambao mmefanya biashara
Kuna msemo mmoja unaambiwa let money work for you. Si ndio? Let money work for you. Wale wameweka biashara, ni biashara pesa zinafanya kazi kwa ajili yako. Na katika ufalme wa Mungu kuna vyombo ambazo Mungu ameweka ambazo zinafaa kutumika kwa sababu ni utajiri wa Mungu. By the way, when you find yourself umebarikiwa na vitu fulani, hujabarikiwa kwa sababu yako wewe peke yako. Umebarikiwa kwa sababu yako na jamii yako na kwa sababu ya kuendelesha injili. Bwana asifiwe. Wakati mwingine kile kipawa ndio we might come to appreciate you for what you have done, but if the appreciation is not there, should you not continue serving? Hello? We should continue serving whether we are appreciated or not. That is a character of a true Christian. That's where we are. Bwana asifiwe. Najua hiyo eneo ni kali sana, lakini hata nilipokuwa nikipitia nilijua this is a slippery ground. Lazima nivae viatu za kiroho zilizo na bano za kushika ndio nisije nikaanguka. But all together we should go to that route. Another thing, character ya Mkristo wa kweli is a sacrifice. Ni Mkristo ambaye ako tayari kujitoa kama dhabihu. Bwana asifiwe. So hii ingine inakuwa gumu. Inakuwa gumu. Na ndipo I think Paul alifika akawaambia wa Romans chapter 1 and verse number 12. Can we read there? I think Paul, if you read the other chapter ambazo ziko hapo, kuna mahali kulikuwa na shida katika kanisa. Na akaangalia akaona these people they have not offered their bodies. Read for us if you are there. Roma 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 mstari wa kwanza. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Yes, thank you. So Paul anasema ninawasihi. Ukisikia mtu akikusihi anaona huko tayari. Yani wewe, I beseech you brethren, offer your bodies as a living sacrifice in the kingdom of God. Vitu zingine sio lazima tusurutishwe ama tusukumwe kusifanya. Hii inalingana na hiyo ya service. Ni ndugu na dada wamekaribiana. Service na sacrifice. Brothers and sisters. Mkristo wa kweli lazima awe na hawa brothers and sisters karibu na yeye. Service and sacrifice. Kama leo kuna mtu atachelewa ama akose kuja kanisa literally kwa sababu ametoka ameona kuna mist. Kwa hivyo hiyo ndio ameconclude, today I have a good reason not to go to the church. Na God wakati anapokuja anasema even today I have a good reason to bless you. I have a good reason because you did not sacrifice. Hallelujah. Wakati mwingine unahitajika kukiwa na mvua kama hii ama hii mist ama kabaridi kama hako, hiyo blanketi uitupe na uipige bali sana. Kama utakuwa mgonjwa, I know Mungu analetaka medicine zingine. Anasema huyu mtu mimi nitamponya kwa sababu ya ufalme wangu. Huyu hata kama amenyeshewa hii pneumonia haitamshika kwa sababu si alikuwa kwa surface. Na hata kama itakushika hakuna mahali utaenda. Na si tuliambiwa hakuna mahali tunaenda. Na mimi nilikataa kwenda. Ugana na mimi tukatae kwenda. Long life is our heritage because we are offering our bodies as a living sacrifice. When you offer that sacrifice, tuliambiwa sacrifice zingine zinatoka kwa madhabahu. We were told. Tulisema kuna kuhani na kuna madhabahu na kuna sacrifice. Sasa kuna sacrifice zingine inawekeleagwa pale
inakataa kufa. You cannot be sacrificed when you are living. You must die. Bwana asifiwe. Wengine walikufa lakini wanataka kufufuka. So, tukibatizwa tunasema tunaambiwa now when we are baptized tunakufa na tunafufuka pamoja na Kristo. Paul anasema mimi sio mimi ninaishi tena bali ni Kristo anaishi ndani yangu. So wakati now, I think Paul hii maneno hakusoma kwa vitabu. Ile mwanguko alianguka pale Damascus. Akiamuka alikuwa amejua maneno mengi. Na akiamuka pale aliambiwa maneno kadhaa. Akaambiwa utateseka kwa ajili ya hii injili. Si alikuwa anatesa watu? Halo, alikuwa anabeba jora na anapata watu wanahubiri habari ya Kristo na hakuna sacrifice ingine isipokuwa Kristo. Hiyo kwanza ambaye alikuwa mwalimu wa Torati. Anaitetea vizuri na ukikataa kusikia akona jora. I think Petro alikuwa naye hajashika hizi maneno vizuri. Wakati Yesu alisema mtu auze kabuti anunue jora. Yeye akanunua yake physical. Na akakata sikio. Kabua wewe ufalme wetu sio wa aina hiyo. So Paul anafika mahali anasema na vita zetu sio za mwili. Ndio hii revelation ya kwamba sio za mwili na nyama ikuje. Si ni mwanguko alianguka pale Damascus. Akianguka akaaguka dhabihu ikiwa imekamilika. Bwana asifiwe. Dhabihu mzuri sasa inaweza kuliwa. Tulisoma tulikuwa tunaongea on Wednesday, another Wednesday about lazima lile tunda liive liwe yellow ndio liweze kukuliwa. Kwa hivyo Paul alikuwa amepikwa akapikika na akaiva. So anapopeanwa akona mafunuo kali. Hallelujah. Another thing, Mkristo ni lazima awe na a walk. Na kuna msemo tunasema you must walk the talk. There are a lot of people who have the talk but they don't have the walk. A true Christian must walk the talk. Hallelujah. It's true. Na ninaamini walk the talk maana tuko hapa hata kukiwa na kabaridi kako. Na sijui somebody atanijulisha hii in the book of Matthew 24 kuna mahali anaambiwa na mchunge asirudi wakati kuna baridi. Yesu akikuja kama kuna baridi kama hii, I think milango ya mbinguni itakuwa imefungwa kwa wengi. Na mimi ninakataa kufungiwa, na mimi na wewe tunakataa kufungiwa. Akikuja sisi tutakuwa hapo, maana hata leo tuko hapa. Kolosai 1:6. You must walk the talk. Utembee kule kuongea kwako. Tusome Wakolosai 1 Okay, Wakolosai tusome 2:6. 2:6, sorry. Wakolosai mlango wa 2 2:6 ya 6. 2:6. Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Yes. That's enough. Therefore as received Christ Jesus the Lord, so walk in him. Kwa hivyo kuna kutembea ndani ya Kristo Yesu. Sasa hii inaweza shidwa. How do you walk in Christ Jesus? It is walking. Unajua Jesus Christ is the word. Ndio. Jesus Christ is God. Now ukiwa wewe uko kwa neno, ni lazima utembee katika neno, utembee katika ukweli, utembee katika mfano wa Kristo. Nataka nimalize kwa ya mwisho ambayo ni Mkristo wa kweli anastahili kuwa mtu wa warfare. Mtu ambaye ni wa vita. Kwani unaniangalia ukiwa mkali kwa sababu unasikia ni vita? Yes, kuna watu wanaogopa vita. Lakini ufalme wa Mungu kuna vita. Bwana asifiwe.
ufalme wa Mungu kuna vita na kuna watu hutorokea vita. Be ready to stand wakati vita zinahitajika kupiganwa. 1 Timothy 6:12. Alafu tutasoma moja mahali vita ilianza. 1 Timothy 6:12. Waraka wa kwanza wa Timotheo 6:12. Piga vita vile vizuri vya imani. Okay, just stand kwa hiyo portion kidogo. Piga vita vizuri vya imani. Naye Paul anamwambia Timothy apigane vita vizuri vya imani. Kwa hivyo unahitajika kupigania imani yako. Na ni vizuri hata saa ingine kuingia kwa darasa ufunzwe how to defend your faith. Na ukifunzwa jinsi ya ku defend your faith, wakati watu wanauliza maswali kali, wewe utakuwa tayari kuyajibu. Na utaijibu kulingana na neno la Mungu. Okay, read option B. Tunapotamatisha. Piga vita vile vizuri vya imani. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa, ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Yes, Kisungu inasema we are called and have confessed a good confession and in the presence of many witnesses. So katika maisha ya Mkristo ni lazima ujue kupigania imani yako na upigane vita vizuri na uwe tayari kushuhudia. Now, as I conclude about the warfare, I found this scripture about what tunahitaji sana, ya kwamba they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Can we start Revelation 12 verse number 7? Kabla tufike vile walivyomshinda, walikuwa wameanza wapi? Where did they start? Ilianza wapi hii maneno? Revelation chapter 12, let us read from verse number 7. Ufunuo wa Yohana mlango wa 12 mstari wa 7. Kulikuwako na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Wewe, kulikuwa na vita wapi? Sio duniani. Kulikuwa na vita mbinguni. Kwa hivyo vita ilianza wapi? Then wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakumshinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa dhamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hapa chini, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashitakaye mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Okay, simamia hapo ndio tutamaliza na hiyo ya mwisho mbili. So unaangalia, unaona ya kwamba hii ni story inapeanwa ya biguni. What was happening? Na kulitokea vita kwa sababu Shetani alipotaka kupindua ufalme wa Mungu, achukue nafasi ya Mungu. Kungekuwa kuzuri? Hakungekuwa kuzuri. Ungesema ndio, hakungekuwa
hakungekuwa kuzuri, kwa sababu Mungu alipoona hivyo ni lazima angepigania nini? Nafasi yake. So the dragon, kulitokea vita, malaika wale waliokuwa upande wa Mungu wakapigana na ule joka ambaye ni dragon, who is called Satan. Hapo na majina 3 pale, the dragon, the devil, the Satan. Akatupwa wapi? Hapa duniani. Then verse 11 ndio tunaanza. And they, tunasoma mstari wa 11. Okay. Mwalimu, kwani wali msomi umeketi? Si usome mstari wa 11. Mstari wa 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. So ukiangalia hiyo andiko linatuonyesha ya kwamba ndio uweze kushinda katika imani na katika kumshinda ule Shetani, ni lazima wewe mwenyewe uwe Mkristo ambaye kinywa chako kimejaa ushuhuda wa Kristo. Wewe mwenyewe unaishi maisha ambayo una damu ya Kristo iko na uwezo katika maisha yako, na kinywa chako kina maneno ya kuweza kumshinda ule mwovu adui. Na kwa sababu hiyo ukiendelea kusoma andiko unaona ya kwamba tabia za Mkristo wa kweli ni mtu ambaye ako tayari kutetea imani yake, kukiri uwezo wa Mungu ndani yake. So ili andiko linatuonyesha huyu aliyekuwa analeta vita huko biguni sasa anaishi huku pamoja nasi, na hana uwezo isipokuwa ni vile wengine wanamtaja kama ni mtu mkubwa. Walimshinda kwa ushuhuda wa vinywa vyao na kwa damu ya mwana kondoo. Testimony, that testimony ambao saa ingine unaifungia, unasema unajuaga mimi nakuaga, already vitu zikiwa zimeharibika ndio unasema unakuaga umeokoka. Let it be known in your working place or wherever you are born again. Testimony yako itagulie mbele, isikuje nyuma. Dada, ndugu, wacha ushuhuda wako ukuje. Everybody, hata kama ni mahali umeenda kuuliza kazi na unafanya kazi, wacha ijulikane wewe umeokoka. Ndio majaribu zingine sitafugiliwa bali kabla sikufikie hazitakuwa na uwezo. Na kwa sababu hiyo I can call it a day. Are we blessed? Have you gotten something? So we want to stand on our feet na tunaweza kuomba. Can we stand? And you tell the Lord to help you to be a good Christian. Uwe Mkristo ambaye ako na nguvu. Umwambie Bwana mahali ambapo umepungukiwa na hii character moja, umwambie Bwana, I want to have a good character ya a true Christian, ndio nikaweze kumshinda Satan. Open your mouth and take 1 minute and speak to our Father. Bwana, katika jina la Yesu, umetuambia unatamani sisi tuwe watu ambao Bwana wa mabwana wataweza kuwa Wakristo wanaoonekana, a true Christian ambaye amezaliwa, ambaye amevaa mavazi ya kiroho, ambaye anatembea katika nuru, ambaye amewekewa msingi ambao ulio imara, ambaye anayetoa dhabihu, ambaye anayetoa mwili wake kama dhabihu, ambaye yako tayari kutumika, ambaye yako tayari kusacrifice maisha yake kwa ajili ya imani. Bwana, tunakushukuru. Bwana, tunakuinua. Ni kwa maana umetuambia walimshinda ule mwovu kwa ushuhuda wa vinywa vyao na kwa damu ya mwana kondoo. Liinuliwe na lihimidiwe jina lako asubuhi ya leo. Utukuke mwana wa Mungu, maana neema yako itazidi kuwa mingi katika maisha yetu, ili tuonyeshe, tudhihirishe ukuu na uaminifu wako katika maisha yetu. Tunakuabudu, tunakutukuza na tunalibariki jina lako asubuhi ya leo. Thank you, Holy Spirit of the Lord. Maana utazidi kututia nguvu,
na kutufunza kadri na mapenzi yako, kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Let me pray as we wind up, as we go into another session of the service. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya neno lako asubuhi ya leo. Mfalme mwema, unatamani sisi tukawe na tabia za Mkristo wa kweli, ili utukufu wako na ukuu wako uonekane katika maisha yetu. Ninaomba hivyo neno lako limekuja kwetu likaweze kuendelea kuzaa matunda na kufanya kazi katika maisha yetu, ili tudhihirishe ukuu na uwezo wako katika ufalme huu, na hata wakati ujao tukaweze kurithi uzima wa milele. Tunalibariki na kuliinua jina lako, sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, na kila mmoja aseme amina.